Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ninawasalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimetaka nizungumze jambo hili ambalo kizazi cha sasa wako wanatumia sana lugha hii kwamba na kutamkia baraka. Siku ya leo ikawe njema kwako, ukapate baraka, ukapate unachokitaka, ikawe ya baraka siku ya leo. Nikwambie mtu wa Mungu, baraka haitakuwepo kwenye maisha yako kwa kuwa umeambiwa na nabii, umeambiwa na mtume, umeambiwa na mchungaji au mtu wa Mungu. Baraka ya kweli, uheri wako wewe, uheri wangu mimi, utakuja kwa mimi kufanya vizuri, utakuja kwa mimi kuishi kama Mungu alivyotaka niishi. Kwa lugha nyingine kwamba uheri wangu mimi, siku njema kwangu mimi, baraka yote ile ambayo naifahamu itakuja kwangu mimi, nitaipata kwa mimi kuwaza sawasawa, kunena sawasawa, kutenda sawasawa. Lakini kama tu sitatenda sawasawa, sitanena sawasawa, sitawaza sawasawa, hakuna baraka, hakuna uheri ambao utakuja kwangu. Kwa hiyo nimetaka nitengue hiyo kauli ya wengi wanaosema na kutamkia baraka. Siku hii ya leo, mwaka huu ni wa kubarikiwa kwako. Kiujumla, baraka haiji tu kimiujiza. Baraka inakuja kwa kanuni, kwa maisha ya kawaida kabisa. Amekwambia Mungu, sitende dhambi. Atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Anaondolewa kibali, anaondolewa baraka. Kaini anaambiwa kwamba hivi, ukitenda mema hautapata kibali. Kumbe kibali hakiji kwa kutamkiwa. Kibali kinakuja kwa wewe na mimi kutenda sawasawa na Mungu alivyotaka tutende. Nisome katika maandiko katika Biblia takatifu hii. Nianze katika Isaya 58, Isaya 57 Isaya 57 na ule mstari wa 21. Anasema hivi: hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Hakuna baraka itakayokuwepo kwenye maisha yangu mimi kama tu maisha yangu hayako safi mbele za Mungu. Hakuna baraka, hakuna uheri. Hakuna uheri kwenye njia ya waovu. Hakuna uheri kama maisha yangu machafu mbele za Mungu. Hakuna uheri kwangu mimi. Hata nitamkiwe na nabii mkuu, ninyweshe mafuta, nile keki, kama tu tabia zangu ni chafu, siwezi kupata baraka kwenye maisha yangu. Nimalize na andiko hili. Anasema kwamba hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Yaani amani wewe hawezi ukaipata kama tu maisha yako ni ya ovyo. Waraka wa kwanza wa Petro na ule mstari wa 10 anasema hivi: kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme ila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana.
kwa kuwa macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Mungu anasema kwa kuwa macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao. Nini nazungumza? Anasema kwamba mtu akitaka kuyapenda maisha, maisha ni kujisikia vizuri, kujisikia vizuri, kupata unachokitaka, kuto kuumwaumwa, ukiingia kazini upate ulichokitaka, fedha unayoitafuta. Lakini hiyo haitakuja. Hayo ndo maisha, si ndivyo? Hayo ndo huko ndo kuishi, mtu kujisikia vizuri, mambo shwari. Sasa ushwari kwako wewe hawezi ukaja kama tu hautazuia ulimi wako usinene mabaya. Ulimi kunena mabaya ni nini? Mawazo machafu. Unamwazia mwingine kumuua, unamwazia mwingine ukazini naye, ukamharibie masomo yake, uharibu ndoa yake. Ndo kuzuia ulimi wako usinene mabaya. Anasema kwamba kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Amani sio tu inatamkiwa tu, amani inatafutwa kwa wewe kuacha matendo machafu, tabia mbaya, ndo amani inakuja kwako wewe. Amani tusome katika Matendo ya Mitume, hii nimaliza. Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19 anasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Yaani kama wewe hautatubu, hautageuka. Kutubu sio kuongozwa sala toba. Kutubu ni kugeuka, kuacha ile tabia mbaya inayokutesa, inayokutesa, inayokunyima usingizi, inayokufanya kesho usione ni heri kwako, uone kwamba hivi mimi nikifa usiku huu nitaenda wapi? Inayokunyima la, basi lile teso ile dhambi inayokuzinga, unapenda kufanya vizuri au ufanyi vizuri, kile kinachokuzinga kile kikiondolewa kwa maombi mengi, ibada nyingi, mifungo mingi, kuwaza vizuri kunakuja kwa wewe kuwa mnyenyekevu kwa Mungu, kwa maombi, mifungo, kusikiliza mahubiri ya utakatifu kweli kweli, kukaa mahali kanisa ambalo ukifanya ubaya sio linakuchekea na kutenga miezi mitatu mahali. Ukifanya ubaya hauchekewi. Kwa mfano kanisa la Kikoskazi cha Injili, ukizini tu unafukuzwa. Inaonekana ukupiga hesabu vizuri. Kapige hesabu vizuri, au katafute kanisa mahali kwingine huko. Makanisa yako mengi ambayo yanaruhusu wewe unazinizini tu. Kwa hiyo nirudi hapa kwamba anasema tubuni basi ili mrejee, ili dhambi zenu zipate kufutwa, zije nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Haziwezi kuja nyakati za kuburudishwa kama tu ndani ya moyo wako kuna uovu, ndani ya kinywa chako kinanena, kwa sababu kinywa hiki kinanena moyo wako wewe. Moyo unawaza zinaa tu, unawaza kuua tu, unawaza kuiba tu. Huwezi ukajisikia la wewe, hauwezi ukajisikia la. La ya kweli ya mwanadamu ni wewe kugaili mabaya, kuto kutenda mabaya, kuto kumuumiza mwingine, kuto kumuua, kuto kumteka mwingine. Ndo la yako wewe. La yako wewe sio kuteka, kuua, kumuumiza mwingine wewe, hiyo sio la yako. Kama ni la ya muda mfupi sana hiyo. Ila la ya kweli
Raha ya kweli ni wewe kuacha mabaya, kuacha mabaya, kuacha mabaya. Hiyo raha ulionayo, hiyo raha ulionayo. Tusome hii maliza ya Ayubu hapa. Ayubu sura ya 20 na mstari wa 4. Mstari wa 20 anasema hivi: "Je, hujui neno hili tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, na kichwa chake kufikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Hao waliomuona watasema, yuko wapi?" Wewe unayeteka, wewe unayeua, unayemuonea mwingine, raha yako ni ya muda mfupi sana. Anasema hujui neno hili. Je, hujui neno hili tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni ya kwa muda kidogo. Alimadam tu ni muovu, unaua, unateka, wewe una maisha mafupi sana. Raha yako hiyo ni ya muda mfupi sana. Neema ya Kristo ikusaidie sana na ikuokoe, ikutoe katika mateso hayo ulionayo. Hayo ni mateso, hata kama kwako wewe unaona ni furaha kuua watu, kuwateka, kuwaua, kuwateka, kuwaumiza watu, unaona kwako ni furaha. Lakini nataka nikwambie kwamba sio furaha. Kwako wewe utageuka ni uchungu. Utageuka ni uchungu. Nikwambie, nikuonye mtu yote unayefanya maovu katika dunia hii. Uovu wako wewe sio ujanja. Nikusii, raha ya kweli ya wewe mwanadamu ni kuishi bila kumuonea mwingine, bila kumuumiza mwingine, bila kumuua, bila kumteka. Mungu akusaidie sana. Neema ya Kristo Yesu inayeweza kukuokoa, basi ikuokoe, ikutoe katika maangamivu hayo, kama ilivyoweza kunibadilisha mimi. Neema ya Kristo Yesu, kwa sababu neema yake tumepewa ili tuepukane na mabaya, itusaidie tusiwe na ubaya. Nitakuja kuielezea siku moja neema, kazi yake neema ni nini, msaada wa Mungu ni nini, kutufanya tusiishi na ubaya, tusiishi na dhambi. Basi Mungu akusaidie sana. Hii ni sauti ya mtu aliaye toka nyikani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito ya Bwana, kwa kuwa yeye yu aja kumlipa kila moja sawasawa na matendo yake. Anakuja kumlipa, atakuja kwako wewe kukulipa hapa hapa duniani, sio mpaka kule mbinguni. Hapa hapa unalipwa mabaya unayoyafanya hapa hapa. Auaye kwa upanga atakufa kwa huo. Mungu akusaidie sana.